mijadala inayoendelea mtandaoni dhidi ya zile kauli za mawaziri wa Zanzibar, mimi naweza nikasema ni mijadala ya kimakosa, ingawa inaweza ikawa inatusaidia kujua kuna changamoto mahali gani, lakini inaweza ikawa ni ya kimakosa vile vile. Ni ya kimakosa kwa maana gani? Inaweza ikawa ya kimakosa tunapojaribu kulazimisha kuwajadili wale mawaziri kama wametukosea, basi hayo ni makosa tunayafanya, na pengine tunaweza tukawa tunaendelea kuwakosea zaidi tunapowashinikiza waonekane kama wametukosea au zile kauli zao zilikuwa za kimakosa. Hayo ni makosa tunayafanya na lazima tukubali hilo. Mimi nadhani sitamani kuona wakibadilisha kauli zao, au sitamani kuona wakiona kile walichokiongea kama ni makosa, kwa sababu walioyaongea wale mawaziri yako ndani ya wajibu wao kabisa, na ni sahihi wao kusema vile, na ni wajibu wao kufanya vile, na kutokufanya vile ndio makosa. Ni kweli kwamba wanaweza kuwa wanatukosea sisi wa Tanzania bara, kwa sababu tunajiona sisi ni Watanzania na tunahisi tuna haki na Zanzibari, lakini kutokufanya vile wanaweza kuwa wanawakosea zaidi waliowapa dhamana, ambao ni Wazanzibari wenyewe, kwa sababu sisi hatujawapa dhamana kabisa. Kwa ni haki ya Wazanzibari serikali yao kulinda bajeti ambayo imepatikana kutoka kwa Wazanzibari. Kwa wanachokifanya wale mawaziri ni lazima wilinde bajeti ili wafikie wanaohusika, walengwa wa bajeti. Walengwa wa bajeti ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ni Wazanzibari, na Baraza la Mapinduzi haliko pale kujadili masuala ya Watanzania, liko pale kujadili masuala ya Wazanzibari. Na wale mawaziri hawawajibiki kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, isipokuwa wanawajibika moja kwa moja kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kwenye Baraza la Mapinduzi. Na hizi hoja walizijenga wakiwa ndani ya Baraza la Mapinduzi. Sasa wako ndani ya wajibu wao, wanawajibika kwa nani? Sasa sisi tunataka kuwashinikiza, kuwaonesha kama walitukosea, wale hawawajibiki kwetu. Baraza la Mapinduzi haliko pale kutunga sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi aliye na wajibu kwetu ni Bunge la Dodoma na mawaziri wake, ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mawaziri wake. Hao ndo wanawajibika kwetu sisi. Sasa waziri wao kusema kuna watu ambao sio Wazanzibari wanatibiwa pale Zanzibar, au kuna watu ambao wameajiriwa Zanzibar sio Wazanzibari, ikiwa Wazanzibari wameachwa, kosa lake ni nini? Mnataka kuniambia ile bajeti ya Zanzibar inaweza katibu na Watanganyika wote na Watanzania bara wote? Haiwezekani. Je, ni kosa Wizara ya Afya ya Zanzibar kuhakikisha inalinda kale ka bajeti kao kadogo ili kawafikie walengwa ambao ni Wazanzibari, ambao ni Wapemba na Waunguja? Hakuna kosa. Kutokufanya vile ndio makosa, kwa sababu watakuwa wanawakosea waliowapa wajibu. Waliowapa dhamana ni Wazanzibari, na hao ndio wanapaswa kuwajibika kwao, kuhakikisha wao ndo wanakuwa wa kwanza kunufaika na chochote kilicho Zanzibari. Sasa makosa ni yapi? Tunashindwa kujadili makosa, tunajadili vinshu, tunaanza kugombana sisi wenyewe, kutupiana maneno yasiyoeleweka. Hiyo nao sio busara na sio hekima. Kushindwa kujua kosa nayo sio hekima. Hekima ni pamoja na kutambua tatizo lilipo. Kwa tunataka kufumba macho kushindwa kutambua tatizo ni. Tatizo sio wale mawaziri. Tatizo sio wajibu wa Baraza la Mapinduzi au serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Tatizo letu lipo kwenye katiba. Shida yote hii ni kwa sababu ya ubovu wa katiba tulionao. Katiba ndio inatuelekeza kufikishana hapo. Tumeshindwa kutatua changamoto hii ya katiba. Ndio maana tumefikia sasa kila mtu ana hasira kwa nafasi yake tu. Mwingine akiongea hivi, mwingine anamrushia hivi. Hataki kujua kama yuko sahihi, hataki kujua kama amekosea. Lakini ukweli ni kwamba inayotufikisha hapo, inayotugawa kiasi hiki ni katiba yetu. Kwa sababu lazima tukubaliane, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ipo na ina uhalali wake na ina wajibu wake na ina bajeti yake. Lazima tukubali kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipo, ina uhalali wake na ina wajibu wake. Lazima tukubali kwamba Mtanzania, Mzanzibari ni Mtanzania, ila
Mtanzania bara ambaye ni Mtanganyika sio Mzanzibari. Kwa hiyo kumbe cha wote hapa, yani zilizounganishwa kwenye muungano ni mali za Watanganyika na rasilimali za Watanganyika ndio zilifanywa kuwa mali ya muungano. Lakini ardhi ya Wazanzibari ni ya Wazanzibari. Na ndio maana Mzanzibari ana haki ya kumiliki ardhi hapa. Mpemba akija hapa, kama nilivyosema kipindi kilichopita, ni sawa na Msukuma. Ana miliki, ana uhalali sawa na huyo alionao Mchaga, alionao Mpare, alionao Mngoni, anao hapa. Lakini ni wewe huyu Mtanzania bara ukienda Zanzibar hauna uhalali wa umiliki wa ardhi pale Zanzibar kwa kisingizio eti ardhi yao ni ndogo. Sasa kama tumeshaamua kwa Watanzania wote, ikiisha ya Zanzibar si mtakuja ya bara huku, sipo kubwa. Tumeshaamua kwa nchi moja. Kwa nini tuwe na wasiwasi kwamba hii ardhi ni ndogo, Wazanzibari ardhi zitaisha? Sasa si tumeshasema sisi ni nchi moja. Si ikiisha hii ya Zanzibar, wakija hao Wasukuma wakaitumia hii ya Zanzibar ikaisha, Wakuria hawa Bena hawa pale hawa Wangoni ikaisha ya Zanzibar. Si mtatoka Zanzibari sasa wewe Mpemba ukikosa ardhi pale Pemba, si utatoka utakuja huku kwa Msukuma huku na ardhi? Ni simple logic. Hilo unagundua ni muungano la sita kinataka. Yaani kuna mtu alitaka kuungana, kuna mtu alikuwa hataki kuungana. Sasa kuwatupia maneno wale mawaziri ni kuwakosea. Kwa hali iliyopo ya kikatiba na kwa muundo wetu uliopo wa sasa, Zanzibar wana serikali yao na ina wajibu wake kwa raia wake. Sisi tuna serikali yetu ambayo ni ya Tanzania, inawajibika kwa Watanganyika, inawajibika kwa Wazanzibari. Kwa hiyo Zanzibar anafaidika mara mbili, anafaidika na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anafaidika na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mtanganyika ananufaika na serikali moja tu. Kosa hili la kikatiba. Wala wale hawana makosa. Tena ningelikuwa hata mimi ningeliwafukuza. Kwa nini mtibiwe kwa rais sio kwa ya kwenu? Kama nataka kutibiwa bure, si mwende hapo Dodoma na nyinyi mkajadili, muangalie namna mtengeneze bajeti yenu mtibiwe bure. Ningeliwafukuza hivyo hivyo. Sababu ile sio bajeti yenu. Wewe unakula vitu, hata wewe una familia yako, unachukua watoto wako unapeleka kwenye nyumba ya mwenzako akali. Una bajeti pale wewe? Wewe si utengeneze bajeti yako wale ndani kwako. Kama unapenda kula vile vizuri kama vya jirani, tafuta vya kwako. Sasa mnaumizwa na nini? Huu ufinyu wa hekima msiuruhusu. Tupiana maneno, mtashambuliana, huyu anamshambulia huyu, huyu anamshambulia huyu, huyu anamshambulia. Tena Wazanzibari, tena nini, tena nani wako nini? Haisaidii chochote. Kwa sababu sio kosa la wao kusema vile. Iliyowapa uhalali wa kusema vile ni katiba. Kwa kama umeona kuna dosari ya kushambulia, ishambulie katiba. Ilaumu katiba, usimlaumu ule waziri wa afya wala waziri wa ajira pale Zanzibar. Ilaumu katiba yako. Laumu muungano wako. Kwa kama kuna cha kuboresha, kaboreshe katiba. Kama kuna cha kulalamikia, cha kulaumu, cha kuchukia, chukia hiyo katiba mbovu ulionayo. Ambayo hiyo ndio imempa uhalali yule kufanya hayo anayoyafanya. Ni haki sana yafanya kikatiba, yako ndani ya sheria yako kikatiba. Kwani kuna sehemu gani amekosea? Sasa mnataka kuwashinikiza waonekane kama wanawakosea. Mna walipo tukosea. Ni kweli tutafika, lakini tutakuwa tumechoka na hivi tuendeni, tutafika, tutakuwa tumechoka lakini tutafika tu. Hamna sehemu leo tukosea. They are 100% right. Shida tu ni kweli tunataka kugoma kujadili ukweli. Tunataka kugoma kujadili ukweli. Tunataka sasa kutafuta pa kutupia jumba bovu. Ila tunagoma kujadili. Hatubaguliwi. Ndio utaratibu na ndio makubaliano ya muungano na ndio katiba ilivyo. Hamna sema natubagua. Wenzetu kusimamia sheria zao, kusimamia wajibu wao. Tusione kama wanatukosea. Tuwapongeze kwa kusimamia wajibu wao. Tujiangalie sasa sisi tunakosea wapi. Na kama tunahisi tunanyanyasika kwa sababu gani? Huu mwanya wa kutufanya tunyanyasike ni upi? Kama tunahisi tunabaguliwa, tujadili huu mwanya unaotufanya tubaguliwe ni upi, tukauzibe ule mwanya. Lakini tofauti na hapo hamna sema wanatukosea. Wala mimi sikuona kama ni taarifa ya kunishtua. Ni wazi kabisa, ni haki yao kabisa.